Okay, ni wakati mwingine, karibu tena kwenye channel yetu ya Million Pips Club. Leo tutaangalia concept ndogo ya trading psychology ambayo tutachanganya kama kawaida. Tutatumia Kiswahili pamoja na Kiingereza. So, tuende moja kwa moja tuangalie trading psychology maana yake ni so simple. Trading psychology ni hali ya akili au mindset na hisia au emotion za trader wakati wa kufanya maamuzi ya trading. Trader wengi hushindwa si kwa sababu ya strategy bali kwa sababu ya emotion na lack of discipline. Sawa. Kwa nini trading psychology ni muhimu? Sawa, kuna vitu vya kuzingatia. Sawa, kitu cha kwanza kabisa, market hazitabiliki kwa asilimia 100. Na ndio maana kitu ambacho tunakifanya ni probability, yani tunabashiri kwa market inaweza kaenda bearish au bullish. Hatuna uhakika kwa asilimia nini, kwa asilimia 1. Kitu kingine, losses ni sehemu ya trading. Trader yoyote sawa, lazima kuna wakati unakuwa unapata profit na kuna wakati mwingine unakuwa unapata loss. Lakini ikifika mwisho wa siku ukichukua profit toa loss, inabidi ubaki kwenye nini, kwenye profit. Sawa, huo ndo msingi. Sawa, kwa losses pia zipo, ni part of the game. So kitu kingine cha tatu, emotions huathiri maamuzi. Lakini pia kuna issue ya emotion. Sawa, katika trading mara zote hautakiwi kunini, hautakiwi emotion zako zitake control over you. So inabidi wewe ndio utake control ya emotion, kuzuia kuchukua trade zingine ambazo nini hazina msingi, ambazo zitakupelekea kupata nini, kupata loss. Lakini kuna kitu kingine, discipline huleta consistency. Kama ambavyo nimesema mwanzo, discipline ni kitu cha msingi na pia ni kitu cha maana ambacho kinaweza kufanya nini, kusababishia aidha uwe profitable au non profitable. Pia kuna kitu kingine, emotion zinazoathiri traders. Pia kuna hofu, fear, kuna greed, tamaa, kuna revenge trading. Hii kwa asilimia kubwa watu wengi inapelekea kupoteza pesa zao. So utaki kabisa kufanya revenge ya nini, ya trade. Kama umepata loss, unaangalia kitu gani ambacho kilisababisha upate loss, labda ulichambua soko vibaya na vitu kama hivyo. Lakini ukipata loss, ukaa na intention ya kwamba urudishe ile loss ambayo umeipata kwa asilimia kubwa, sasa unaweza unaongeza ile loss. Kwa bado kama ilikuwa ni dola 100, unaweza kavusha bado kafika 400, 500 na vitu kama hivyo. Lakini pia kuna overconfidence, kuamini kwamba tayari nini, master soko, kwamba unajua kila kitu. Inope kwa asilimia kubwa inaweza kukupelekea nini, poteze pesa. So kitu cha msingi, kuna discipline na consistency. Sawa, kitu cha kwanza inabidi ufuate trading plan yako. Kama huna, inabidi uandae. Sawa, uwe nayo. Na maisha kuna vitu gani ukiviona ndio unaweza kuingia entry, na kuna kitu gani kama hakijatokea basi uweze kuingia entry. Hiyo ndio kitu cha msingi. Kwa inabidi uwe na nini, na trading plan. Pia una risk ngapi, return yako hiyo ngapi na vitu kama hivyo. Unabidi uwe na plan ambayo uko nayo, ambayo unaifuatilia. Hiyo ndio ambayo itakupa matokeo. Sio tu ku trade random. Hapana, hiyo inakuwa sio sawa. Kitu kingine, kuna one setup, one trade. Hii pia unaamua mwenyewe ambapo unavyoona wewe ni sawa kulingana na plan yako ambavyo inavyosema. Pia kubali losses kama sehemu ya mchezo. Pia ni losses pia kama ambavyo nimesema mwanzo, nini azikupeki, hizi zipo. Sawa, kwa biashara yoyote, sio trading pekee. Kuna biashara yoyote pia kuna kipindi ambapo mtu anakuwa anapata nini, anakuwa anapata hasara. Huwezi kupata faida kila siku. So kitu kingine, kuna kufocus kwenye process, sio pesa pekee yake. Sawa, wengi ambao tunajua kama mtu anakuja kwenye forex kwa sababu kaambiwa labda unaela haraka, anaweza akatoa dola 100 mpaka dola 400, 500 na vitu kama hivyo. So hii pia inakuwa ni kosa. Sababu gani? Unaweza ukapoteza hiyo hela ukaona tayari labda hii kitu sio, au ni scam na vitu kama hivyo. Kwa unabidi una process ile ambazo ni za long term, sio the short kwamba unaingia tu upate pesa ufanye vitu vingine. Hapana, because this is a business like other business. So you have to focus kwenye process, sio pesa pekee yake. Lakini pia kuna issue ya mindset ya professional trader. Kama ambavyo unaona, kuna vitu kama think and probability. Sio kwamba market ita-react au itafanya kile ambacho umepredict. So kile ambacho unakiona inabidi kifanye, no. Wewe ndio unabidi ubadilike kulingana na soko. So soko inafanya inavyoona yeye ni sawa. So wewe unabidi ujiattach na soko. So soko lijiattach na wewe. Hapana, unafuata kile soko ambalo inakwambia ufanye. Ndio kitu kama hicho, na ni probability. So unaweza
ukapredict kwamba market itasell na isisell, pia unaweza ukapredict sell na isell. So vitu kama hivi. Pia kuna accept losses calmly kama ambavyo nimesema, unakufuata sheria, follow rules consistent, kufuata sheria ambazo umejiwekea au trading plan yako. Pia kuna ku-protect capital first, ni kitu cha msingi. Sasa inabidi preserve kile ambacho uko nao ili uwe na long term kwenye trading. Lazima ukikuwa unapoteza kwa haraka capital yako, trading kwa upande wako itakuwa kidogo ni changamoto. Lakini pia kwa mtaji na suggest kwa mtu ambaye anaanza aidha kabisa ku trade hivi bila ya kuwa na changamoto au bila ya kuwa na pressure, aanze na mtaji wa $1000. Hiyo kidogo inakuwa iko vizuri. Lakini chini ya hapo utakuwa na zile mindset kwamba uflip utoe $500 mpaka $1000, $2000, kitu ambacho inakuwa sio kitu kizuri. Kwa issue kubwa ni kwamba uwe na mtaji ambao unaweza kuanzia $1000, so hata ukikutengeneza 10% inakuwa ni $100, kwa hiyo inakuwa ni vizuri. Sababu ukifika mwezi mmoja ukiwa consistent unatengeneza $400 kwa mwezi. So utakuwa uko nzuri au utakuwa uko mbali. So kuna kitu kingine hapa, kuna daily routine, kuna analyze time frame. Pia kuna concept ndogo ambazo uzijue, kuna market structure, liquidity na zones, demand na supply zone. Kuna hii wait patiently, kusubiri right setup au kusubiri setup yako kulingana na plan yako. Kuna kujuno every trade. Hii maana yake kuweka taarifa jinsi trade yako ilivyochukua na kama ilienda kwenye loss, sababu kwa nini labda ulianalyze vibaya au ni moja kati ya part of the game na vitu kama hivyo. Kwa kuweka taarifa, kulikodi taarifa. Pia hapo kuna makosa ya kuepuka kama ambavyo nimesema hapo mwanzo, kuna over trading, kuna ku revenge trade, lakini kubadili strategy kila mara. Sawa. Kwa asilimia kubwa kuna strategy nyingi na kila strategy inafanya kazi kwa muda wake. So sio muhimu sana au sio lazima sana kila strategy muda fulani unabadilisha. Kuna strategy moja ambayo inafanya kazi na strategy haiwezi kufanya kazi 100%. So kuna wakati unapata loss na wakati unapata profit, lakini mwisho wa siku utakuwa inabidi uwe kwenye profit. Kwa hapo utakuwa umeprove kama strategy yako iko sawa, haina haja kubadilisha. Pia kuna trading ukiwa emotional. Sawa, hii pia ndio nilishaisema. Sawa. Pia kuna jinsi ya kuboresha trading psychology. Sawa, hii ni moja, kutumia proper risk management. Sawa, usiriski sana, unaweza ka risk 1% na ya account yako au 1.5 au 2%. Wengi wanasuggest ni 1%. Hiyo utariski kulingana unavyoona. Sawa. Kuna kureduce screen time, usikae muda mrefu katika chat. Ukikaa muda mrefu katika chat inaweza ikakutamanisha kuchukua end. Sawa. Ndio pia inaweza kukupelekea nini uruzi pesa sokoni. So unabidi upunguze muda ukaa kwenye chat, unakuja tu kuangalia muda ambao mwenyewe umejipangia. Unaweza kuweka zile alert na vitu kama hivi. Pia kuna ku take breaks after losses. Ukipata loss, cha kwanza kabisa unabidi uangalie upata loss kwa sababu gani. Unaona angalia hapo umekosea, kama ni kuna ambacho umekosea, umefuata plani zako ila loss umepata, basi pia ni part ya nini? Ni part ya biashara, ni part ya trading. So hakuna kitu cha kofia. Pia kuna ku review journal weekly. Unaangalia kwa vile ambavyo umeviandaa, ambavyo umeviandika zile taarifa, kitu gani ufanye, kitu gani usifanye, pia kitu gani improve na kitu gani uachane nacho. Kwa hapo kuna psychological rules. Ya kwanza kuna no trade without a plan. Si trade kama una plan yoyote, na video una plan. Pia kuna no revenge trading kama ambavyo nimesema, protect capital first. Una trade like a business. Trading ni business. So sichukue kama ni njia haraka labda kupata pesa na vitu kama hivyo. Ukiwa na hiyo mindset kwa asilimia kubwa utafanya nini? Utashindwa kufanya trading in a long term. Pia hapa kuna summary. Trading ni zaidi ya strategy, emotional control, kuleta consistency, discipline based talent, mindset, ifanye result. So hiyo ni short lecture kuhusiana na psychology. So kwa moja kwa moja au kwa kifupi, inabidi tuwe na vitu kadhaa ambavyo uko navyo, pia ambavyo unavifuatilia. Sawa.
ili trade iweze kukulipa, sio tu kuingia na kufanya vitu ambavyo haiza vijui au ambavyo hauna taarifa nayo. So kama unaona video ni profitable, unaweza kulike. Kama kuna kitu cha kuuliza unaweza kuachia kwenye comment. Naomba subscribe channel kwa video zingine zinazofuata.